Bana, siku ya leo katika pita zangu IDMAX TV kasema isiwe shida ikamtembelee kijana mashuhuri, huaga namuona harakati zake nyingi na nini, haso za mtana muonaona sana. So lakini yeye ni mwanafunzi na anasoma pale Dar es Salaam Institute of Technology DIT. So nataka nijue harakati gani huwa anazifanya na huwa na maintain vipi muda wa klasi na muda wa harakati zake za mtaani. So nahitaji kumfahamu jina lake ni nani, anaitwa nani, anafanya kazi gani, harakati gani zinamweka hapa town. So bwana, mambo vipi? Fresh kama kawa kidogo. Kama kawaida. Mishe vipi? Fresh, Mungu anasaidia. Okay, nahitaji kufahamu jina lako. What's your name? Kwa majina naitwa Yasir Hassan Omari. Mimi ni mwanafunzi hapa JT kwa kwanza. Pia mbali na wanafunzi pia ni mshauri wa afya. Pia nafuatilia mimea mbalimbali ambayo inaweza kutusaidia sisi binadamu kuondokana na changamoto mbalimbali za kiafya kiujumla na ustawi wa mwili wetu. Kwa hiyo tangu mwaka wa kwanza nimefika hapa chuoni, nimeanza kufanya hayo mambo, nimeanza kufanya utafiti mdogo mdogo kujua mimea gani ambayo ina virutubisho vingi sana ambao inaweza kusaidia afya yetu kwa ujumla ndani pia na nje. Then nikafanya vitu mbalimbali hapo. Kuna changamoto mbalimbali zilipita, nikastop, lakini nikaona siwe shida kwa sababu hata background yangu pia inaniambia, maana yake toka niko sekondari nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari, kutibu afya nini sio tena. So kutoka ndoto ya udaktari mpaka engineering, hapo vipi? Japokuwa ni jambo sio la kutisha, lakini mtu kuwa na ndoto then kutoka udaktari na kuja engineering na sasa unafanya vitu vya kidaktari lakini bado ni engineering. So wewe katika observation zako za hizo masuala ya afya kupitia mimea asilia, ni mmea gani ambao katika utafiti wako umegundua kwamba huu ni mmea unaweza kuwa na tiba asilia kwa watu walio na magonjwa mbalimbali na changamoto za kiafya? So huo ni mmea gani ambao kwa wewe umefanya observation mpaka sasa? Okay, kulingana na observation zangu na utafiti wangu, mmea ambao nimeugundua ambao ni mmea bora sana kwa ajili ya afya yetu na ustawi wa mwili wetu si binadamu ni mmea wa aloe vera. Of course mmea wa aloe vera una species nyingi sana, zaidi ya 400 na tofautiana. Then sio kwamba species zote za aloe vera zinaweza zikatibu mwili na zina faida ndani ya afya yetu. Nikagundua pia species moja ambayo ndio muhimu sana na inatoa tiba sana na inafanya ni kirutubisho sahihi sana kwa afya yetu. Huo mmea unaitwa Aloe barbadensis miller. Huo Aloe barbadensis miller ndo mmea wa aloe vera ambao unatoa tiba kwa afya yetu. Aidha unatia changamoto mbalimbali ya kiafya, aidha ndani ya mwili, mmeng'enyo wa chakula au ngozi, huo mmea unasaidia kutibu. Na kilichonijulisha hivyo ni pia nilifuatilia history au background ya mmea huo, ambapo zamani wa Misri walikuwa wanautumia kwa ajili ya urembo. Malikia wale walikuwa wanatumia sana huu mmea kwa ajili ya urembo. Pia Wagiriki na Warumi walikuwa wanatumia kwa ajili ya afya na ngozi zao. Pia Wahindi na Wachina pia walikuwa wanatumia huo mmea kwa ajili ya afya ya ndani ya mwili wao, maana walikuwa wanatumia hivyo. Kwa hiyo ni mmea ambao nimeufuatilia sana na nimeona ni mmea ambao unatoa tiba sahihi bila kuwa na chemicals mbalimbali kama ambazo zinaweza zikadhuru mwili wetu. Ni suluhisho bora sana kwa shida yoyote ya kiafya. Kwa hiyo huo mmea. Yeah. Okay, so kupitia huo mmea ni magonjwa gani ambao unaweza ukatibu kama wenyewe unaweza kutumika kama tiba asilia kwa magonjwa ya binadamu na shida zingine za kiafya? So mfano wa shida za kiafya ambao unaweza ukatibu huo mmea ni kama zipi? Okay, kama nilivyosema historia ya background yake nasema hivyo, wa Misri walikuwa wanatumia kwa ajili ya urembo. Kwa hiyo maana yake mmea ni nzuri sana kwa ajili ya urembo. Wadada zetu wanaweza kutumia kwa ajili ya urembo mbalimbali, ngozi, nini, yani kila kitu kuhusu urembo. Pia inasaidia afya ya ndani ya mwili wetu. Kwa mfano mmeng'enyo wa chakula, mmea ni bora sana. Na hata zamani mimi nakumbuka nilipokuwa naishi kijijini wakati niko mdogo, na sikumbuki vizuri, lakini kuna katika tiba ambazo tulikuwa tunapatiwa pale nyumbani pia nilikuwa na aloe vera katika tiba tulikuwa tunapatiwa. Kwa hiyo pia inasaidia afya ya ndani ya mwili, mmeng'enyo wa chakula, kuboresha kuondoa mafuta ndani ya mwili,
kwa watu wanene yani wanaweza kutumia huu mmea na wakapungua wakawa na kilo sawa sawa. Inaondosha magonjwa mengi sana, inasaidia joints wenye maumivu ya mgongo. Nimefanyia utafiti na ina faida nyingi sana ambazo siwezi nikazitaja hapa, ila ukihitaji zaidi nipo available hapa DIT, ninapatikana muda wote. Bana, kama wewe dada, kaka, baba, mama, ni wakati wako sasa kutumia bidhaa ambazo zinatokana na mmea huu wa aloe vera, daktari alivyoongea na kama mshauri ya afya. So kama una uzito, hii pia bidhaa zake zinazotokana na aloe vera zinaweza kupunguza uzito. Wale wenye shida ya mfumo mmeng'enyo wa chakula, sijui tumbo halijakaa sawa, unahitaji sperm zako kuwa na afya bora, mfumo wa takamwili, utoaji takamwili huko ovyo. So ni wakati wako sasa wa kumtafuta daktari na kama mshauri wa afya ukapata tiba kupitia mmea aloe vera. So kwa kupitia peji zake, atataja peji zake na mawasiliano, unaweza ukamtafuta ili uweze kupata ushauri zaidi na tiba zaidi na mambo mengine na taarifa zingine kabisa kuhusiana na hizi bidhaa na product kabisa kutokana na huu mmea wa aloe vera. So karibu. Mimi ukitaka kunipata unanipata kwa WhatsApp, kwa call za kawaida kupitia namba 06 83 37 0204 au 06 28 22 02 04. Kwa upande wa Instagram tunapatikana kama YHO_afya products. Ukini DM na kujibu hapo hapo, na changamoto yako ya kiafya inaondoka ndani ya muda mchache. Okay, nadhani umekuwa pamoja nasi na daktari wetu Bwana Yasir Omari. So karibu sana, endelea kumfuatilia ili uweze kupata ushauri na tiba mbalimbali. Asante sana.